السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu bwana wetu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yeye pamoja na masahaba wake na yeyote ile ambao kwamba tuwezaenda sambamba na mafundisho yake, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa waja wema, Allahumma amin. Ndugu zangu, ningependa tuzungumze kuhusu na kitabu ambacho kwamba ni azim, kitabu Riyadhus Salihin, babu al-ikhlas wa ihdharu an-niyya fi jami'i al-a'mali wal aqwali al-bariza wal khafiya. Ningependa tuangalie uzito wa ikhlas na kusafisha nia katika kila kitendo tunachokifanya na kila maneno tunayozungumza yaliyokuwa wazi na yenye yamefichika. Uzito wa ikhlas. Awalan, Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratul Bayyina aya ya 5, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu-d-din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama umiru, hawakuamrishwa waliopita kabla yenu isipokuwa kenye wameamrishwa, illa liya'budu Allah, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata, na miongoni mwa vitu ambavyo kwamba wameamrishwa na kusali, kusimamisha sala na kutoa zaka. Wa dhalika dinul qayyima, hiyo ndio dini ambayo kwamba ni nzuri. Wa qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratul Hajj aya ya 37, anasema kwamba lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba kwa Allah zile nyama ambazo kwamba munazichinja, vichinjo vyenu nyama, Allah angalia ukubwa wa nyama ama ukubwa wa damu iliyomwagwa, bali Allah anaangalia takwa, anaangalia kitendo aliyekifanya, na kifanya kwa ajili ya nani, amekifanya kwa kutaka nini. Je, amekifanya kwa kutaka radhi kutoka kwa Allah? Je, amekifanya kwa kutaka sifa kwa kutoka kwa watu? Kwa hivyo ndio maana Allah akasema damu zenu, kwa vichinjo vyenu mnavyovifanya, nyama zake na damu zake, Allah haangalii damu yake, umemwaga damu ngapi, umemwaga damu ambayo mnatoshanaje, bali Allah anaangalia ikhlas, nia iliyosababisha ufanye kitendo hicho. Kwa hivyo aya nyingine Allah anasema
Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamuhu Allah, waambie wakificha vitendo wanavyovifanya ama wakidhihirisha, Allah subhanahu wa ta'ala anavijua kabisa. Allah anavitambua, ya'lamuhu Allah, Allah anavijua. Kwa hivyo tufanye kila kitendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ania na nia katika mwanadamu mahalluha au walmahallu laha fi lisan fi jamii al-a'mal, yani mahallu niyya fi al-qalbi, mahali yani sehemu nia, sehemu ambayo kwamba inakuwa ni katika moyo wa mwanadamu. Kule kutamka nia ya kitendo ni bid'a, ni uzushi. Kwa hivyo ndugu zangu, si vizuri kutamka nia ya kitendo unachoenda kufanya, ni moja katika uzushi. Alafu wala mahallu laha fi lisani, nia aina mahali yoyote katika ulimi wa mwanadamu. Fi jamii al-a'mal, katika kitendo chochote unachokifanya, tambua kwamba ukishatamka nia, tambua kwamba hiyo ni bid'a, ni uzushi unaoleta katika dini. Walihadha kana man nataqa binniya inda iradati sala, kwa hivyo atakayetamka nia wakati anapoanza kitendo cha sala au saum, ama anatamka nia wakati anapoanza kitendo cha saum au alhijja au alwudu au ghayru dhalika min a'mali, kana mubtada'an. Yeyote anayetamka nia yake wakati anapofanya kitendo chochote, iwe sala, iwe hija, iwe saum, iwe kitendo chochote, anakuwa ni mubtada'an, mwenye kuleta uzushi. Kwa hivyo muallif rahimahullah anasema qailan fi dini llahi ma laysa minhu, atakuwa ameleta